mwana ligi ina script kabisa yani. Na Momo, mimi kwa kuongezea hapo, mimi nakupa kweli. Mimi nakwambia wewe umeona script ile kwamba script hapa hii bingwa awe huyu. Sasa nakupa. Kwa nafikiri yote haya yanatokea yana kitu gani? Si bingwa awe huyu. Watu wanataka chane script. Yote hao unayaona haya. Naona haya. Ni bingwa awe huyu. Hata chane si basi tu unaangalia tu kama vile Mbappe tu ndio hivyo makwenda. Kwa msimu watu walishaandaa kabisa bingwa awe huyu. Sasa kwa nafuata kugombania kitu gani? Wewe unaona watu wanagombania kitu gani? Hebu nipe sababu ya tu kugombana. Kuna watu wanataka bingwa asiwe huyo ambaye watu wanamtaka. Ambaye yupo kwenye script sasa. Yaani mfahamishe. Umeona hii ligi kila mtu anajua anachoma vipi pointi 3. Yaani kila mtu anajua. Na wanashindana katika upande huo. Wanajua wenyewe siri yao. Lakini kuna mtu akiona sasa mbona huyu mwenzangu tena chuma yake tofauti na yangu mimi. Lazima ujiulize. Unaona sasa hapa tena chuma mwenzangu kama ina favor ndani yake. Tena favor ya yule ambaye tulompa na nilio majukumu ya kuongoza mpira. Unakwambia anatoa favor kwa huyo mtu. Mbona anampiga tagi? Ndio maana ya mambo. Na si tu unavyoona si uko huyo kijani na njano. Hata huko nyeupe na nyekundu. Ashakulalamika hivyo hivyo. Kawaida sana. Yes. Hiki ambacho wanalalamikia kijani na njano. Havina muda brother hivi vitu. Unajua watu wengi ubaya, ngoja kufahamisha kitu kimoja. Wengi football ya Tanzania tumependa Azam TV. Yaani baada kuja Azam TV. Ndio wengi wanaanza kufuatilia mpira Tanzania, lakini kwa mtu ambaye anayejua mpira Tanzania toka zamani vitu vya kawaida. Haya mambo huwa yapo ya hawa watu unaona wakubwa. So sasa hivi hapa msemaji huko analalamika hivi, msemaji huko anasifia huko. Kuna siku sikuwa na jina, utakuja kuniambia hapo. Wa huko analalamika atasifia, wa huko atalalamika. Hivi vitu ni vya kukomeshwa. Na hivi vitu vya kukomeshwa wapi? Hivi vitu vitakavyo kukomeshwa wapi? Vikomeshwa natamani mimi. Natamani. Yaani mama yetu Samia Hassan asimamie, atenganishe siasa pembeni na mpira pembeni. Ndio tutafanikiwa. Lakini kama hivi vitu vitakuwa pamoja, hatuwezi kupata haki katika nchi hii kwenye swala la mpira. Nakwambia ni kweli, kwa fact kabisa. Vikiwa pamoja siasa na mpira, hatuwezi kupata haki. Kwa sababu sio simu zitapigwa tu. Kama ambavyo Yanga wanasema. Simu brother, simu zitapigwa tu. Siasa na mpira ikiwa pamoja. Simu na mtu mwenyewe sasa utamjibu nini? Kusema haiwezekani, huwezi, kusema ndio huwezi. Unabaki unaguna tu. Mtu mzito anakupigia simu. Kusimamia sheria jiuzuru. Wote za kujiuzuru kwenye kutangaza umekosa kusema tu. Wakati sema unapata riziki. Yaani nashinikizwa kusema kitu ambacho mimi sina imani nacho. Ovyo. Wewe sisi tulivyo, sisi tuko hivi. Sio wao tu. Hata mimi mwenyewe binafsi. Kwa tulivyozaliwa wa Tanzania, tulivyozaliwa Tanzania. Toka dogo ni kwetu tukiulizwa. Ukiwa mkubwa unataka kuwa nani? Unasema nataka kuwa labda mtangazaji au kuwa dokta au kuwa kiongozi. Sio kiongozi kwa sababu kusaidia watu. Nisaidia familia yangu. Alafu wewe unapoiwa opportunity sasa upate utaanza nini? Yaani mimi familia yangu isile kwa sababu ya nini? Ya mkule. Tabu inaanza kimestam kabuti. Nalipua na siondoki. Yes, no doubt. Jamani, njoo mimi nasema unajua utumie, unajua kunaelewa una ufahamu mkubwa. Unajua kama una ufahamu mkubwa uweze kunielewa. Ni ngumu sana. Wenye D moja tutoboi. Uweze kuelewa. Lazima utokane matusi. Lakini mimi nakupa hivi vitu. Yote haya ni simu hii moja tu. Sio unaelewa vizuri? Ndio mimi nichokielewa. Ni simu hii moja tu ambayo ilipigwa tarehe 7. Ilipigwa tarehe 8, tarehe 7 ambayo ilipigwa Simba kwamba hairisha wewe. Funga geti. Funga geti na ili Simba funga geti. Na maelezo hairisha mechi. Aniweka mguka. Hii hapa yote tunayaona haya. Sasa kwa bahati mbaya ilitakiwa ukishakuwa umefanya makosa na kuna mtu ushamuonea. Unajua kusema kweli kwa hili, wameonewa Dar es Salaam Young Africans. Wameonea. Ama huko tutafika huko. Aliagiza simu ipigwe, nani aliyepiga simu umewahi kumsikia hata siku moja akizungumza TFF? Uweze kumsikia, atamsikia vipi? Kati yeye anajua kama ndo aliyeharibu. Sasa ilitakiwa kitaalamu waombe radhi hata kimya. Unajua kuna ile kitaalamu sasa hiyo. Tuliamba. Tusamee. Bwana jambo kwa kweli bwana ilikuwa sasa wao wamekuja kutumia nguvu. Ushauri nzuri. Wakati ni makosa wamefanya wao, wamekuja kutumia nguvu. Sasa nguvu iko vipi? Unakati mbona mimi mwenzangu mbona mwenzangu ni kapua favor imemsaidia. Kwa nini sisikilizwe ni kibinadamu? Alafu sasa ukiangalia ukitumia nguvu na wao wengine nao sio wanyonge.
Ukiona mpaka mtu anaongea maneno kama yale, maana sio unyonge. Yaani vita ishakuwa kisiasa hivi vita kwamba nyinyi kasemeni hivi. Alafu tuone. Kwani hawana mashabiki? Kumbe hii vita ya kisiasa. Kwani nao hawana mashabiki ambao wapo huko? Wanao. Wanao. Sasa mpia si msao tu kwenye football. Mengiza kwenye siasa. Tuongea siasa. Huko kapiga simu mtu wa serikalini anasema, si ndio alivyosema. Hata hii nini? Siasa hii. Siasa. Kwani nao wao hawana mashabiki ambao wana siasa? Wanao. Unafikiri hizo kuambia kwamba kasemeni? Wanaweza. Komaeni. Amtuambii kitu. Hatuchezi. Pengine nao wanao wakubwa wamba tu ambao zaidi hata huyo anasema. Sio vizuri. Kwa tushautoa mpira sasa. Mpira kwenye nini? Kwenye siasa. Sasa ili haya mambo haya tuujenge mpira wetu. Tusiangalie tu kwamba Yanga anaujenga mpira. Tuangalie mpira tunaujengaje? Ni kutenganisha siasa na football. Sasa tutenganishe. Tunaweza tukafanya hivyo na tukanusuru msimu. Sasa tuombe sasa. Msimu ushaharibika huo. Ushavurugika. Kwenye mamlaka tuombe. Tutenganishe kwanza msimu ujao. Wabaki kuwa wanashabikia tu. Sio wawe na nguvu mbaya kuingia kwa sababu wanapata changamoto. Unajua kuna simu inapigwa. Wasipige simu. Mwenyewe unatetemeka. Pigia ngote mwenye hapa ndipo tupigwe simu tu. Utatetemeka. Na mtafuta huyo. Yupo kiongozi mmoja alishakupa hizo ndani, alishakupigiwa simu. Aliambiwa kuna sehemu anaitwa. Yeye mwenyewe hadi utumbo wote unamcheza. Nimefanya nini? Sio bwana. Kufika pale unajua kaambiwaje? Na kukubali sawa. Nisaidie timu yetu.